Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Warumi sura yake ya kwanza mstari wake wa 28, neno la Mungu linasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Hii neno la Mungu, Mungu amesema kama jinsi wanadamu walivyokataa kumweka katika fahamu zao na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha ili kwamba wafuate akili zao zisizofaa na wayatende yasiyowapasa. Mwanadamu hatosheki na kile ambacho Mungu amempatia. Kwa hiyo watu wengi wanaingia kwenye dhambi ya kumkosoa Mungu juu ya uumbaji wake. Mungu alivyokuumba au Mungu alivyoniumba, Mungu alitaka niwe hivi hivi ama uwe hivyo hivyo ulivyo. Usiweke kitu kingine cha bandia, usiweke kitu kingine cha bandia kwenye mwili wako. Hiyo ni kumkosoa Mungu. Kuna watu ambao wanamshangaa yeye kufanya surgery ya lips zake, lakini hawa ambao wanamshangaa bado na wao wamejichubua na bado wameweka kope za bandia na bado pia wameweka kucha za bandia. Hiyo yote ni kumkosoa Mungu kwamba Mungu angekuumba hivi, sio hivyo ulivyo. Kwa hiyo hiyo dhambi ya kumkosoa Mungu iepuke sana. Sasa ni wana wa Mungu wale ambao mnatamani Yesu akirudi mara ya pili aweze kuwachukua. Epuka sana na dhambi ya kumkosoa Mungu kwa njia yoyote ile, iwe ni kwa mafuta, iwe ni kwa nini, kwa njia yoyote ile. Epuka dhambi hii ya kumkosoa Mungu. Huyu mwanadada kutoka Kenya ameingia kwenye dhambi ya kumkosoa Mungu. Sio peke yake, ni wengi, lakini sababu yeye ni maarufu ndio maana watu wanaweza kumwandama kwa sababu ni maarufu. Lakini awe darasa na awe fundisho kwa watu wengine, awe darasa na fundisho kwa watu wengine. Badala ya kupendeza amezidi kuharibika, amekuwa kituko. Na ndio maana muda mrefu alikuwa aposti picha zake ama video zake, kwa sababu alikuwa tayari ameshajikataa mwenyewe. Mungu akubariki sana. Epuka dhambi hii ya kumkosoa Mungu. Kwa kujiweka mbali na vitu vyote ambavyo si vizuri. Mungu akubariki sana. Leo naishia hapo. Amina.